Jambo lingine kwenye mechi hii ya Tabora. Tabora waliahidi kwamba baada tu ya mechi kumalizika wataanza sasa kufuatilia zile voice note. Walisema, je, hili limefikia wapi? Maana wamesema sasa tutaanza kuzifuatilia. Na ile moja kwa moja ule ni ushahidi. Ule ni ushahidi, unajua. Mimi moja kwa moja ule ni ushahidi. Mimi kati ya vitu ambavyo naamini havitakaa vikakamilika ni kwenye kutafuta voice note zile zilikuwa ni za nani. Lakini pia mimi nimeshangazwa na taasisi ya kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Tabora. Mpaka sasa hivi mimi nilikuwa nategemea huenda ungekuwa umemhoji Mheshimiwa Paul Chacha ambaye ni mkuu wa mkoa wa Tabora kwamba awasaidie kwenye baadhi ya mambo ambayo aliyazungumza. Unajua mkuu wa mkoa kama mtu mkubwa, kama mtu ambaye anafahamu kila anachokizungumza, kuna kauli pia alizitoa ambazo zilikuwa zinaviashiria vya moja kwa moja kwamba mchezo ule kabla hujachezwa jana kulikuwa kuna rushwa nyingi sana. Alizungumzia kwamba kuna golikipa ambaye alikuwa pale walimuondosha kwa sababu ya mambo kama hayo ya rushwa, na watu wakaenda mbali zaidi wakasachi wakasema golikipa aliondoka siku za karibuni alikuwa ni Hussein Masalanga ambaye kwa sasa hivi yuko Singida Black Stars. Lakini pia mkuu huyo wa mkoa alikiri mbele ya vyombo vya habari kwamba wachezaji wake kuna ambao tayari wameshaanza kuwatafuta, wameshaanza kuwatumia message, wameshaanza kuwapenyezea baadhi ya maneno kwamba ikiwezekana wapewe pesa na wacheze labda chini ya kiwango na mambo mengine kama hayo. Mimi nilitegemea hata kabla ya mechi hii tuone kwamba kuna taarifa ambayo imetolewa na TAKUKURU mkoa wa Tabora kwamba tunalifuatilia au tunamhoji mkuu wa mkoa atuthibitishie hili, kwa sababu mpaka mkuu wa mkoa anazungumza hilo. Mimi ninaamini kwamba kuna namna ambavyo wana uhakika wa 100%. Kwa mujibu wa vyanzo vyangu mimi ambavyo ninavyo na nimejaribu kuzungumza navyo, swala la voice note ilikuwa ni mpango tu. Ni mpango ambao ulikuwa umetengenezwa kwa ajili ya kuihype ile mechi. Na mpango ule kama ni kweli bana ulikliki kwa 100%, kwa sababu unaangalia series ya yale matukio yalivyokuwa yanaenda kuelekea mechi yalikuwa kuna namna ambavyo walitengeneza tension kubwa sana. Kuna voice note ilivuja ya moja ya wasimamizi wa timu ya vijana wa Tabora akiwa anatishiwa kwamba bana tumesikia kwamba kuna mkakati mmeupanga, mkakati huo ni kwa ajili ya kwenda sijui kwa nani, yani kama vile kama walikuwa wanataja kwamba kuna mahali wanaenda ambapo wanajua kitu wakikifanya fulani inaweza ikasaidia game kuwa ngumu ama Yanga kupoteza. Sasa ile voice note ilikuwa inazungumzia namna ambavyo jamaa anavyozungumza kama vile ni mtu wa Yanga, anavyojaribu kumkomande ama kumpiga biti yule mshikaji wa Tabora kwamba asifanye hicho kitu kama alivyolegeza kwa Simba anapaswa kulegeza kwa Yanga. Siku moja kabla game jana zikavuja noise voice note za golikipa wa Tabora United. Anaongea na mtu ambaye anasikika akiwa anatumia lugha ya Kiingereza akiwa anamshawishi kwamba mimi ni mtu ni kutoka, hajataja direct kwamba ni kutoka Yanga lakini mazungumzo yake unapata picha kwamba huyu mtu anatokea labda Yanga kwa sababu mechi inayofuata si dhidi ya Yanga. Na Christina Mwangala amethibitisha kwamba wametumiwa, uongozi umetumiwa mpaka namba ya mtu ambaye alikuwa anawasiliana na golikipa. Sasa ili tulione hili jambo ni la kweli na ulikuwa sio mpango mkakati wa kuihype hii mechi, tunapaswa kuona mamlaka husika zinachukua hatua za haraka. Na kwa mfano vyombo vinavyosimamia mpira wetu ikiwemo TF pamoja na bodi ya ligi wakianyamazia haya mambo, mpira wetu unaenda kuharibika. Kwa sababu kama kuna kiongozi mkubwa wa mkoa ambaye ni mkuu wa mkoa anatoka mbele ya vyombo vya habari anakiri kwamba wachezaji wake wameshaanza kutumia message na message hizo ni kwa sababu ya kutumiwa pesa ili wacheze chini ya kiwango, timu nyingine ipate matokeo. Kama mkuu wa mkoa anatuambia kwamba tulishawahi kumuondosha mchezaji fulani hapa kwa sababu na yeye mwenyewe alikuwa na kwenye hivyo vya sheria, wanaweza kuanza na mkuu wa mkoa. Lakini jambo la pili, kama kuna watu wamewapigia mpaka wachezaji simu wakiwataka wacheze chini ya kiwango ili wawapatie kiasi fulani cha pesa, namba zile wanazo, wana mamlaka ambazo zinaweza zikachunguza zile namba. Mimi nadhani vyombo vyetu vinavyosimamia kwanza mpira vinapaswa ili kulitolea macho ili tujue ukweli, na kama ilikuwa ni kama tension inotengenezwa kwenye game pia iwe ni sehemu ya kutoa adhabu ili tusichafue image ama taswira ya mpira wetu. Lakini pia unakumbuka issue ya Kabwili? Mimi nadhani kwamba kuna vitu ambavyo bodi ya ligi na TFF vinalea vinaenda kuupoteza mpira wetu usoni huko. Ramadhani Kabwili alishawahi kuzungumza, ni mchezaji huyu, ni mchezaji kabisa, kuelekea mechi ya dabi ya Simba na Yanga. Kabwili alishawahi kuzungumza kwamba aliahidiwa gari
na moja ya kiongozi mkubwa kutoka klabu ya Simba. Alimtaja, alikumtaja jina, lakini alisema acheze chini ya kiwango, alafu game ifuate aende acheze kindoki yule. Adake kindoki alafu acheze chini ya kiwango, na game inayofuata ile anaikindoki. Maana kindoki silikuwa anapasuliwa. Ile kauli aliitoa Kabwili, hatukuwahi kusikia TFF on board ligi imekuaje. Lakini tumesikia voice note hizi. Tunategemea kwenye hili, kama ilikuwa ni mpango mkakati kwa ajili ya kutengeneza tension ya hii game, kutoke adhabu ambayo inaweza ikawa ni mfano. Lakini kama ni kweli kuna watu kutoka upande wa pili walikuwa wanajaribu kumobilize na kuwatengenezea pressure wachezaji hawa na kuwapa hela ili wacheze chini ya kiwango, vile vile pia nadhani ni sehemu pekee ya bodi ya ligi pamoja na TFF waliangalie hili, kwa sababu tunakoelekea tunaweza tukachukulia mambo haya kirahisi, lakini akawa ndio sababu kubwa kwenda kuupoteza mpira wetu kwenye dira. Lakini pia hawa TAKUKURU hapo, haya mambo yameshaonekana kwenye mitandao ya kijamii, sio mpaka wapewe maelekezo. Yani kama umeshasikia kuna viashiria vya rushwa sehemu A, TAKUKURU walikuwa na sehemu nzuri sana kuanzia. TAKUKURU ana sehemu ya kuanzia kwa mkuu wa mkoa, wana sehemu ya kuanzia kwa yule golikipa, wana sehemu ya kuanzia kwa yule afisa ambaye alikuwa anatishiwa kwamba hana sababu ya yeye kupambania timu yake. Namba zile zipo, na kama zipo wanaweza kuwatafuta, kwa sababu leo hii unaweza ukasema aliyekuwa anafanya hivyo ni mtu wa Yanga. Unaweza kudhibitisha vipi kwamba aliyekuwa anafanya vile ni mtu wa Yanga? Je, kama ni mtu ambaye alitengenezwa pembeni tu kwa ajili ya kuchafua image ya ile mechi, kama ni mtu tu alitafutwa na mtu mwingine kwa ajili ya kuzungumza na kuchafua image ya ile mechi, unajuaje? Kwa sababu wachezaji hawa namba zao ziko kwa watu pembeni. Mimi ukiniambia sasa hivi namba ya mtu labda kama golikipa wa Tabora ninayo, maana naweza nikamtafuta muda wote kumfanyia interview. Je, kama kuna mtu mwingine pembeni tu alitafutwa kumtafuta ile golikipa na kujenga kutafuta kutengeneza image mbaya kwenye mechi inayofuata, hatuwezi kujua. Kwa hiyo tunatamani kuviona hivi vyombo vinavyochunguza vituletee majibu kwamba aliyefanya vile ni nani, kwa sababu kuna namba hizo. Lakini pia vile vile tunatamani kupata majibu kwa mtu kama mkuu wa mkoa ambaye alizungumza vile kwamba wachezaji wake wameshaanza kutumia message, atuthibitishie pia kwamba ni nani na walitafutwa na nani, namba hizo za kina nani. Tusipofanya maamuzi magumu sasa hivi kuhusiana na hizi chokochoko tunazoziona zinazoendelea, mpira wetu unakoelekea sio pazuri.